Nani? Una shida gani? Nisikilize. Saizi ni usiku sana na nimechoka. Nahitaji nipumzike. Mume wangu, mbona sikuelewi? Kila nikihitaji tendo nakuwa mkali na unanitolea maneno ya kashfa. Kwani kuna tatizo gani? Au kuna mabadiliko gani uliyoona kwangu? Mimi nimekumisi mume wangu. Kiukweli najisikia sana. Nahitaji penzi lako. Naomba usinifanyie hivyo. Salamu, kwanza pole. Pia hiyo hali ina muda gani tokea imeanza kutokea? Dokta, tatizo langu mpaka sasa lina mwezi. Sasa kutokana na vipimo ambavyo nimevichukua kulingana na tatizo lako, majibu yanasema kwamba hauna shida. Asa dokta, utaniambiaje mimi sina shida? Alakuwa kabisa shida ninayo. Pindi ninapokutana na mke wangu, mdudu asiyekuwa na macho anashindwa kabisa kusimama na ninakosa naye hisia. Asa mimi kuniambia kwamba vipimo vinaonyesha nipo sawa. Mimi naona kama sio kweli daktari, au vipimo vinaweza vikawa vimekosea maybe. Hapana, shida kwenye vipimo hamna. Najua aliyotoka ndio sahihi, isipokuwa sasa hiyo hali muda mwingine huwa inatokea endapo unakutana na mwenzako kama akili haujaihamishia kwenye ile tendo. Umeelewa eh? Muda mwingine ndio tunaweza akawa sisimame kwa sababu ya mawazo, au haufikirii pale, unafikiria vitu vingine kabisa ambavyo wewe vinakuwa vinakusumbua akilini mwako. Hivyo usitegemee kama mdudu atasimama kama ambavyo anaendaga siku zote. Pengine kipindi ambacho unakuwa una concentrate na ile jambo. Umeelewa sio? Okay, dokta, mimi naomba niulize. Kwani kuna msaada gani ambao unaweza kunipatia ili nihakikishe mimi naweza kujitibia na hili tatizo? Ya, kama ni tatizo tu labda la mpito au linatokana na mawazo au hali tu imekupitia, kuna dawa ambazo nitakupa wakati tunaondoka, utaenda kuzitumia ili mradi uangalie hali inaendaje. Yes, tujue kama zitakusaidia au la. Sawa dokta, kwa hilo mimi nitashukuru sana. Sawa, usijali. Shoga yangu, kiukweli mimi ndio itanishinda. Kwa nini Latifa? Yaani mume wangu anaporudi kutoka mihangaikoni, anataka nimpe penzi. Na cha ajabu sio apige moja tu kama watoto wa dawa. Anataka apige matatu kama ametoka jela leo. Hata kama ni dozi kutwa mara 3 sasa amezidi. Anani overdose. Kama akiendelea hivi, nitaomba talaka nirudi nyumbani. Lea. Welea. Una shida gani? Ulisema mumeo anataka nini? Nisikilize Latifa. Shukuru mumeo
kila akirudi anakuomba. Maana kuna wanaume wengine wakirudi nyumbani kwao au majumbani kwao hawana kabisa mpango na wanawake zao. Nakushauri kitu rafiki yangu, linda ndoa yako, na kama ikibidi jitahidi kuongeza maujuzi ili mumeo kila siku awe na hamu na wewe, kwa sababu ili ndoa ikamilike lazima tupeane unyumba au watu wapeane unyumba. Hiyo ndio maana halisi ya ndoa. Bila hicho kitu hamna maana ya ndoa. Kwa hiyo yani rafiki yangu, usichukie kwa sababu hiyo. Mume wako anakupenda, hataki achepuke, hataki aende kulala na mwanamke mwingine. Ndio maana anakuomba wewe. Sasa ukilalamika ushe kujiuliza kwamba usipompa wewe mume wako ataenda kupata wapi hilo tendo? Rafiki yangu, nakuomba sana, jitahidi, usichoke. Kiukweli hili linanichanganya sana. Kama dokta amesema sina shida yoyote, nitakuwa na tatizo gani sasa? Angalau hata ningeelewa na shida gani, nikajua namna gani naweza kujitibia. Lakini sielewi chochote. Nitafanyeje sasa? Mume wangu, Nakusikia. samahani, naomba kuongea na wewe. Hivi mume wangu, unachonifanyia unaona kiko sawa kweli? Ni mwezi sasa hatujawahi kushiriki tendo la ndoa mimi na wewe. Kila nikijitahidi, hata nikikugusa unakuwa mkali sana kwangu. Kwani shida nini? Naomba uniambie. Au kama nishawahi kukukosea, ni vizuri tukaongea akaisha, mume wangu, maisha mengine yakaendelea. Mimi binadamu, najua sijakamilika. Na kama labda sikuridhishi au kuna sehemu nakosea wakati wa kushiriki tendo na wewe, ni vizuri ukanielekeza. Unajua ndio mume wangu. Usiponielekeza hata nielekeza nani? Nisikilize mke wangu, we upo sawa, wala huna shida yoyote ile. Lakini mimi binafsi kuna mambo ambayo yananiumiza kichwa. Kwa hiyo naomba kwa muda huu niache kwanza mpaka pale nitapatatua mambo yangu, na kila kitu kitakuwa vizuri. Kwa hiyo naomba uniache kwa sasa tafadhali. Sasa mume wangu, kama una mambo yako ambayo hayako sawa, sasa si ndio vile tukashare idea, ukanishirikisha na mimi nijue na kupaja ushauri, tukayatatua hayo changamoto zako au matatizo yako yakaisha, ili tukabaki na amani. Unajua mume wangu, mimi damu bado inachemka, mimi bado nahisia mume wangu. Sasa unavyonifanyia hivyo nakuwa unanikatili sana.
Mimi nahisia na wewe. Mume wangu, mimi nimeshikwa. Nimebanwa mume wangu. Yaani natamani unipe hata kimoja. Tena hata sasa hivi. Nakuomba unisaidie babangu. Wewe ndo unaweza kunifanya mwili wangu ukawa sawa. Eti baby. Hebu niachie. Wewe kwa nini hutaki kunielewa? Si nimeshakwambia sipo sawa? Wewe mwanamke kile yako ni aina gani wewe? Sipo sawa, kama nikiwa sawa kila kitu kitaendelea. Kwani usinielewe? Lami. Eti ndugu yangu, yaani ninavyokuona kichango nitembea, lakini kwa haupo sawa. Una matatizo gani? Hapana kaka. Mimi nipo sawa. Ila leo nimegafilika kidogo. Umegafilika na nini? Nisikilize labda. Wewe mimi ni kama ndugu yangu. Kwa hiyo kama una shida yoyote unaweza ukaniambia, na kama lipo ndani ya uwezo wangu mimi nina uwezo wa kukusaidia. Niambie Lami, una shida gani? Naomba nikuulize kitu Kibendo. Hivi ni dawa gani naweza nikaipata kuongeza nguvu za kiume? Maana kuna mwanamke mpya nimempata. Nataka nikaonane naye leo. Asa naogopa nisije nikapiga kimoja chali nikaaibika. Sawa. Chukua. Hilo linaitwa vumbi la mkongo. Kwa majina mengine linaitwa kasongo. Kwa hiyo basi, kwa matumizi yako ambayo unataka kuyatumia itakufaa sana. Sawa. Na nikuhakikishie haina madhara yoyote. Basi sawa. Vipi lakini kuhusu matumizi yake? Wifi, samahani kwa hili nitakaloongea, ila naomba sana usinielewe vibaya, kwa sababu
Imelazimu tu nije kukuambia. Japokuwa najua kwamba nitakuwa nakosea au labda unaweza ukanifikiria vibaya. Lakini pia na imani kubwa na wewe. Kwa sababu naamini kwa hicho nitachokuambia naweza nikapata ushauri mzuri sana kutoka kwako. Maana hadi dakika hii sielewi kabisa. Yaani nakosa majibu ya maswali yangu. Yaani nakosa kila kitu. Kuna muda hadi nakata tamaa kabisa na ndio. Labda mimi niende moja kwa moja kwenye maana yangu ya kuleta hapa. Kiukweli, yani inapita hata mwezi, sio inapita, imezidi kabisa. Mimi na mangu hatujawahi kushiriki tendo la ndoa. Na sijui tatizo nini, kwa sababu kila nikijitahidi mwenzangu ananikwepa. Hataki kabisa yani. Kwa hiyo nimekuja hapa kwako. Labda unaweza ukanisaidia kuongea naye. Labda wewe dada yake anaweza kukufungukia. Nikajua shida nini. Hivi una akili sawa sawa? Hicho kichwa chako, bongo wako unafanya kazi kweli? Hivi kwa akili tu ya kawaida, hayo maneno ambayo mimi unaniambia, unaona iko sawa? Amna wifi. Yaani sio amna, nisikilize. Yule mimi ni ndugu yangu. Tena sio binamu. Baba mmoja, mama mmoja. Sasa unatoka tu huko eti wifi, sijui kaka yako, sijui hatujashiriki tendo la ndoa, tuna sijui mwezi sijui nini. Hivi unaona iko sawa? Kwa hiyo nataka kuniambia kwenu ndo maisha ambayo mnaishi. Wewe na kaka zako, si ndio? Aya si matusi jamani haya. Hivi kabla ya kuzungumza kweli ulifikiria? Au ulinichukulia mimi yani uzito gani kuhusiana na ndugu yangu? Wewe mwanamke. Naomba kwanza tuheshimiane. Kwa sababu sikuwahi kufikiri wala kusikia wala kuona kwamba kuna siku utakuja kunitusi nyumbani kwangu. Kwa hiyo sasa kama yani hamjafanya sijui mna wiki sijui mna mwezi, unataka mimi mkilala nije niwashikie, nikutanue mapaja, nimwambie sasa haya kaka fanya kazi, si ndio? Hivi unaona iko sawa? Na kingine, sasa hivi takriban mna miaka 2 toka mfunge ndoa. Uongo kweli? Sasa toka kipindi hicho mpaka leo mlikuwa mnaishije? Sijawahi kusikia kesi wala kunyanyua koto zako kuja kwangu kuniletea kesi yoyote ile. Sasa leo unakuja eti tuna wiki, si tuna mwezi, kakako simuelewi, sijui nini. We mchawi. Naweza nikasema we ni mchawi umemloga ndugu yangu. Sasa basi. Kama umefanya hilo tukio, itakukosti. Sitakaa nikubali kuona ndugu yangu hana raha katika ndoa yake. Sitaridhika. Na ikiwa mimi niko hai na ndo ndugu yake pekee, nitafanya juu chini huo uchawi wako ni utegue. Na hivi ninavyozungumza na wewe, naenda kuishtakia mizimu. Sasa utajua wewe na familia yako nitakachokifanya. Tusije tukalaumiana. Nafikiri umenielewa. Sina cha lakini. Nimemaliza. Naomba toka. Toka! Toka basi!